Hapo jana taarifa zikagonga vyombo vya habari masaa ya jioni ya kwamba kichwa cha binti Rita WAENI kimeweza kupatikana. Rita ni mwanafunzi kutokea katika chuo cha mafunzo cha JKUAT ambaye alipata kuuawa na mtu ambaye alimwamini kuwa mpenzi wake katika nyumba moja kule eneo la Roysambu, jambo ambalo lilizua mazungumzo na kuweza kutajwa na kuheadline vichwa vya habari na nyumba za habari haswa pia mitandao ya kijamii kote nchini. So hapo jana taarifa zilituarifu ya kwamba kule Kiambaa Dam ndipo kichwa chake binti huyu kiliweza kupatikana. Ila kisa hiki chote kizima kinachomzunguka Rita tunataka tukiongelee na tuweze kukifafanua jinsi ipasavyo. Now, are the police on the right track on capturing the man who was involved kwa kumuua Rita? Hilo ninatia mushkili kidogo. Kwa sababu gani natia mushkili? Ni kwa sababu kutokea tarehe 14 Januari wakati Rita mwili wake ulipatikana eneo la Roysambu, jitihada za maafisa wa polisi kuweza kumkamata mshukiwa mkuu katika mauaji haya hazijafua dafu. Jitihada zao za kwanza ziligonga mwamba pale walipokwenda katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na kumkamata raia mwenye asilia ya Kimozambiki, wakichanganyikiwa ya kwamba huyu ndiye raia ambaye ilisemekana na asilia ya Kinigeria aliyekuwa ndiye mpenzi wake Rita, ambaye inaaminika aliweza kumuua na kumtoa kichwa. Ikawa wamemkamata mshukiwa ambaye sio yeye. Wakamkamata ambaye sio yeye. Mwisho wa siku ilibidi wamwachilie ambaye walikuwa wamemkamata baada ya vurumai kuzuka pale katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Ila nao tukuje hapa. Aswa taarifa ambazo wale ni mashahidi kulingana na mauaji ya Rita walielezeaje kuhusu yule mwanaume ambaye alionekana na Rita? Alikuwa mwanaume wa aina gani? Alikuwa mwanaume mwenye asilia gani? Maana vyombo vya habari vimechapisha picha kwenye mitandao ya kijamii na kuonyesha kanda za video aswa zikiwa ni kanda za CCTV zikimwonyesha huyu mwanaume ambaye inaaminika ndiye aliweza kumuua Rita. Mniruhusu kidogo niwafafanulie aswa ni wapi natia mushkili katika upelelezi na uchunguzi wa tume ya uchunguzi ya DCI. Unajua, huyu mwanaume angekosa kuwa na alibi, angekosa kuwa na mtu ambaye walishirikiana kwa kitendo hiki, kwa sababu huyu mwanaume inaaminika alipofika pale wakati Rita alikuwa amefika pale Roysambu akikwenda kuingia kwenye zile Airbnb, alikuwa mwanaume anazungumza lugha ya Kiswahili. Sijui tunaelewana, lakini alikuwa akizungumza Kiswahili, fluent Swahili, ambayo ni lugha yetu sisi hapa nchini. So itakuwaje taarifa ambazo ziliweza kupeanwa kwa DCI ya kwamba huyu mwanaume ni wa asilia ya nchi ya Kinigeria? Hapana, huyu mwanaume aliyekuwa na Rita wakiingia pale alikuwa na asilia yetu sisi, ni Mkenya mwenzetu. Aswa akikosekana kuwa Mkenya labda awe ametokea nchini Tanzania. Sijui tunaelewana. Hapo ndio DCI walipotoshwa. Na DCI wakipotoshwa, unajua uchunguzi wao baada ya siku chache watakapogundua uchunguzi wao ambao umefanywa kwa siku 5 wiki mzima utakuwa bure kabisa, utafutiliwa mbali. So inabidi warudi to the drawing board tena. Inabidi warudi to the drawing board. Wakirudi to the drawing board, waanze tena kuverify the information ya wale ambao waliweza kuwapea taarifa hasa huyu ni Mnigeria. Maana kulingana na forensic analysis pia zile za mitandao ya kijamii, inaonekana mwanaume aliyekuwa akitongozana na Rita kupitia ukurasa wa kijamii wa Instagram alikuwa anatumia lugha gani? Lugha ya Kiswahili. So kama huyu mwanaume angekuwa Mnigeria, angekuwa anatumia lugha ya Kiingereza ama angetumia pidgin English, ambayo ndio lugha inatumika sana kule nchini Nigeria.
lakini alikuwa akitumia lugha yetu sisi, anatumia Kiswahili. So inakuwa ni jambo ambalo inakuwa vigumu sana kuelewa, so mshukiwa mwenyewe ndiye nani, tunamfuatilia wapi, tunakwenda njia gani? Hapo jana kichwa kimepatikana Kiambaa. Mwanaume wa Roysambu amemuua, Nigeria Roysambu amemuua Rita Roysambu. Atajuaje kwenda Kiambaa kule kwa damu na kutupa kichwa kule Kiambu, na huko ndiko watu maiti zimepatikana nyingi kule? So alijuaje? Hapana, hakuwa Mnigeria huyu mtu. Huyu mtu hakuwa Mnigeria. Huyu mmoja wetu, huyu mpumbavu, huyu Mkenya, huyu fidhuli kaidi Mkenya huyu. Ndio maana nakwambia hapa DCI wanahitaji mara nyingi, unajua sisi kama wafanyakazi ama wanatuitaje, the fourth estate, sisi kama wanahabari wanatuchukulianga sana ndogo sisi, alafu wanatufukuza so tukifika pale kwenye zile crimes wanatufukuza. Ila mara nyingi ukipata kuchunguza utagundua a journalist most of the time has the info, the insights zaidi ya afisa mwenyewe wa polisi. Maana anasema hivi, aswa kama huyo mtu alizungumza lugha ya Kiswahili, huyu mwingine anasema alizungumza Kinigeria, meaning huyu ni mtu anajua kucamouflage. So kama anajua kucamouflage, alikuwa na ID gushi, he had a fake ID. Kama alikuwa na ID gushi, ni wapi ID gushi zinatengenezewa sana nchini Kenya? Where are fake passports made in Kenya? You know, it's in River Road. How many shops legit ambazo wa Nigeria wamepitia? Your CIs, confidential informants, should make you know that this and this place is where certain things happen. So if you have a CI amekufahamisha, ukitaka kujua mahali ambapo fake documents zinakuwa manufactured ni hapa na pale, ukienda pale finya hao watu wenye wanatengeneza hizo information, ask them, huyu mtu mwenyewe umemuona? Huyo gaidi mnamjua Nigeria fulani hivi, anakaa hivi, ana hii design. After kueleza, yeah, they can mask the person, waweze kumchorea huyo mtu alafu jina lake. Na sasa acha nikuulize, hata ingekuwa ni Nigeria, sasa hii unaniambia angekuwa nchini Kenya? Alijua mlishapoteza mbao mara ya kwanza mlimkamata raia wa Mozambique. Anajua hivyo, alikuwa so free and so relieved. You know what, they don't know me, hawanijui, I can disappear anytime, I can disappear. So mtu kaa alichora mipango yake ya kutoka Kenya, sasa hii yupo Abuja, yupo Lagos, ankula maisha kule, pesa. Na kama alikuwa na Alibi, huyu Alibi lazima ni mtu anajua vichochoro zote za Nairobi, lazima anajua vichochoro zote za Kiambu. So the Alibi should be the one that should be fished out. Na kama huyu mtu aliua, if he is a sociopath, na alitumia ukurasa wa Telegram au Instagram, ni Telegram ama ni Instagram, any of those, alikatfish huyu dem kupitia hii design. He is a sociopath, he is a kidnapper, and that spirit haitoka nje ya watu kirahisi hivyo. Huyu mtu atajaribu tena. So the best thing ni kulea trap ya kumkamata, kulea trap. Tumia dem mwingine tu, miaka hiyo 20 nini, afisa tu, create a profile yenye itavutia huyu jamaa, and then catfish jamaa. It's a chance ambayo, yes, the possibilities ziko minimal, but at least there is a possibility ya huyu mtu kukamatwa. Ama kama ni ring ama cartel ama kabali ya watu ambao wanafanya ugaidi wa design hii, ni rahisi kuwateka. Na ukipata kucrack that ring, tutajua hawa watu, maana the same case ni the same na ile ya Starlet wao. The Matara guy did the same thing to Starlet. Alimshika, akamteka nyara, akaitisha hongo kukosekana, akamuua Starlet. But Starlet was a fighter, at least alidunga gaidi kwa mguu. So ikakuwa virahisi huyu jamaa kupatikana akiwa hospitali akipokea matibabu. Now let's go to Rita. Rita didn't fight much. Na hata kama DNA ya yule mtu
iliachwa kwa kucha za huyu demu. Hata kama jamaa aling'oa kucha, hakuwezi kosa traces za DNA. So kama kuna traces za DNA, let me ask, if there is traces za DNA ambazo huyu jamaa alikuwa ameziacha, ukiingia sisi Kenyan DNA, ukikuja kwetu wa Kenya, the database, DNA database haipo. Database ya wale watu ambao DNA yenye iko fed to the system ya Kenya is so minimal. So kuweza kudetermine mtu kama yule inakuwa vingumu sana. Same thing, labda izitumwe kule Nigeria kama ni Mnigeria, ila mimi nashuku sana kama huyu jamaa ni Mnigeria, iweze kuwa verified na polisi wa Nigeria kwamba you know what, your guy killed our daughter. Hili kile tutasema tutamwachia Mungu tu. Now that's what's up. Tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE. Nataka maoni yako. What do you think and how do you think the DCI should approach this case of Rita WENDO? Achia maoni yako hapo. Tuungane kwenye video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe. Hii ni FM Show KE. Mimi niite FK Mwenda.